Mimi nachotaka kuambia ni kwamba huwezi kufanikiwa kwa kumchukia mtu fulani, ama huwezi kufanikiwa kwa kumwangusha mtu fulani. So mimi nimeona wasanii wengi wa Singida wako busy sana na Mo Classic, wanataka wahakikishe wanishushe pale juu. Yaani badala yake wawe busy labda kukaa wajadiliane, bana tufanye ngoma kali, video kali, tufanye promotion, tutoke hapa tulipo tupande juu. Wao wako busy sana. Napitaga sana, mimi sio mtu wa live sana TikTok, lakini napitaga nakuta wasanii wako live, wako kikaangoni, wameweka kikaangoni pale Mo Classic, Why anajiita Singida Icon. Lakini kwa msanii ambao una akili zako timamu, huwezi kupoteza muda wako kwa kukaa kwamba kwanza kujadili Mo Classic kwa nini anajiita Singida Icon. Ni vizuri zaidi ama ni vyema zaidi ukakaa ukaumiza kichwa, utengeneze hit song, utengeneze video kali, ufanye promotion, utoke hapo ulipo upande juu. Lakini kunijadili mimi live TikTok bro, mimi unipunguzie kitu chochote. Mimi ndo kwanza nazidi kwenda mbele. So yeah, katika tuzo zilizofanyika hapa za mdau shupavu. Brother, haiwezekani. Kwanza siwezi kuumizwa na kile ambacho kwanza kutokuwekwa pale haikuwa lazima. Umeona, na pia pale wamewekana tu wenyewe kwa chuki zao binafsi. Kwa sababu mimi naamini kwanza pale wangeniweka, mimi ningebeba ndani ya masaa 8 au 6. Kwa sababu mimi na fan base kubwa, na ndio maana wao wenyewe walihofia kuniweka. Umeona? Yeah. Ndugu yangu, sasa hivi na wewe unadai posho? Hamna, mimi sio msanii wa hivyo. Mimi nazingatia zaidi ukiwa na kazi kali. Mimi nafanya for free. Kuna wapo madogo nimefanya nao kazi nyingi japo halijatoka. Yaani mpaka hata nauli ya mimi kutoka maskani mpaka studio ni gharama yangu mimi. Ngoma ikiwa kali tunafanya for free kabisa. Yeah, so tutegemee nini katika sani yako ya Singida Icon? Itakuja kwa label, labda utamiliki wasanii ama tu ni inakumanage wewe kama wewe? Singida Icon ina maono makubwa sana, lakini kwa sasa hivi siwezi kusema nitaanza kumiliki wasanii aliyakuwa mimi mwenyewe bado najitafuta bana. Mimi mwenyewe bado nahitaji support, lakini mambo yakiwa vizuri, kuwa na record label ni kitu cha kawaida na ni kitu kizuri pia kwa support vijana wa nyumbani hivi. Kuna management? Of course mimi management sina, ila na mtu ambaye anasimama kama manager wangu. Okay. Yeah. Hili swala nilisikia baada ya kutoa diss track, ulipitia changamoto? Nafikiri issue yenyewe ilikuwa ilienda kufunguliwa kesi mashtaka kituo cha polisi. Yeah. Na sababu kubwa mpaka wakaenda kunifungulia mashtaka, walidai kwamba nimewadisi. Umeona? Japo mimi sikuwahi kufika kituoni, walianzia kituoni, meneja wangu akawa amepigiwa simu akaenda, nyimbo ikasikilizwa pale. Lakini kwa bahati nzuri mimi ile nyimbo ilikuwa sijamtaja mtu jina. Umeona? Ndio maana hata pale kituoni walipoisikiliza ile ngoma wakawashauri nendeni Basata. Walipoenda Basata kule pia, yani kesi ikawa haina mashiko kwa sababu mimi sikumtaja mtu jina kwenye nyimbo. Umeona? Na mimi na mimi waga kwenye uandishi wangu au katika mambo yangu yote, kabla ya kufanya maamuzi waga nakaa najitafakari, naomba ushauri kwa watu. Kwa hata mpaka ile diss track inakuja kutoka nilikuwa najua kabisa hii haina tatizo lolote. Yeah. So walifika mpaka kule, meneja alienda akasimamia mchongo, lakini mwisho siku yakaisha. Kwa sasa hivi maisha yanaendelea. Maisha mengine yanaendelea. Unawashauri nini wasanii ambao hawahitaji umoja, yani wanahisi mafanikio ni kikwazo kwao, yani mtu mwingine akifanikiwa inakuwa changamoto kwao, wanahitaji kila kitu afanye wao? Mimi nachotaka kusema ama kushauri kwamba umoja ni nguvu siku zote. Umeona? Lakini kama umoja pia unakuja kushindikana. Na umoja unashindikana kwa sababu gani? Chuki. Umeona? Mimi nianza nikamwona Rapatozi mbona kafanya vizuri. Yaani badala nimpongeze au nimwambie bana bro wewe umefanyaje mpaka umefika pale, mimi naanza Rapatozi yule amna issue bana, bila mtu fulani singefika pale, bila hivi kwanza yule amna issue, mambo yanakuwa ni mengi. Umeona? Na kitu kingine nataka kuambia kwamba kama huwezi kumsupport mtu, yani sasa kuhangaika kumharibia. Yaani kama huwezi kumsupport mtu, achana naye, pita njia zako, mnakutana mbele, napita hivi tunakutana mbele. Hivyo ndio maisha yanavyotakiwa.
Kuna nini cha kuambia watu wanaotumia vibaya jina lako mitandaoni? Mimi nafikiri kama wewe unahisi kulitumia vibaya jina langu mtandaoni, upo sahihi, wewe endelea. Lakini ukumbuke kwamba hakuna marefu yasiokuwa na ncha. Na kila jambo lina mwisho wake. Kwa hiyo kwa wewe unapopanda mabaya mtandaoni, ipo siku kuna faida na hasara zake. Umeona? Exactly. Kuna msanii katika mtandao ya kijamii alikomention kwamba wewe ni msanii wa Ilongero tu, si Ilongero ndo wapi. So na yeye ana video yake, na baada ya kutoa video yako, yeye pia ana video yake ambayo anadai ameshuti Zanzibar, ameshuti Dar es Salaam pamoja na Mwanza. Unamzungumzia yule dogo janja bonge ana nywele? Yeah. Yule ni naonaga hata juzi yenyewe niliona anadai kwamba nisijiwezi, yeye kashuti Zanzibar, mimi nimeshuti Ikungi. Of course sawa, mimi nimpongeze kwa kushuti Zanzibar, lakini mimi ninachotaka kumshauri ni kwamba afocus zaidi na anachokifanya na sio kufocus na Singida Icon. Mimi tayari Singida Icon. Umeona? Kwa hiyo ninachomshauri afanye kazi nzuri, apambanie muziki wake, afanye promotion. Kunizungumzia mimi vibaya haikupi wewe attention yoyote. Umeona? Kama nilivyokuambia juzi, Mirasta waliandaa show na show yao mimi nafikiri haijaenda vizuri. Umeona? Na sababu kubwa ya ile show kuboma ni yale ambayo yanaendelea mitandaoni kunisema mimi vibaya. Kumbuka mimi Singida Icon tayari. Umeona? Kubwa. Yes, na fan base kubwa, alafu mashabiki wao ndo mashabiki wangu mimi. Alafu mimi mashabiki wangu mimi ni wapo real sana na mimi. Umeona? Kwa hiyo hata ile show kuboma ni sababu kubwa ni mimi. Kwa hiyo kuna kitu watakuwa wajifunze sana wao wenyewe. Yeah. Kupitia video yako na video ya kijana ambaye alisema kwamba bwana, mimi nimeshuti Zanzibar, nimeshuti Dar es Salaam. Of course nisiwe mnafiki, ile audio ni kali, ila kwenye upande wa video ni mbovu. Mimi naongea sio kwa chuki, ile video ni ya kawaida mno, kwa sababu ukijaribu kuangalia kama kuna yule dogo ambaye amepita kwenye chorus, kuna lile sweta kavaa, ile sweta linavaliwa sana mtaani tunaliona, na pia alishawahi kushuti nalo msanii mwingine kwenye video nyingine, hilo limetumika. Yani mpangilio wa mavazi huku ni mbovu. Umeona? Kwa kuna baadhi ya vitu vingi sana wanatakiwa zaidi kujifunza na sio kuleta chuki. Ile video ni mbovu. Hadi kufikia hapa tunahitimisha matangazo yetu moja kwa moja katika TV Vlog ya Kendy Vlog. So shukrani za dhati zikufikia wewe ambaye umetenga muda wako kunitazama mimi pamoja na msanii wako pendwa Mo Classic. Shukrani za dhati pia zifikie La Cavella Studio kwa kuongoza matangazo ya moja kwa moja katika hii segment ya Kendy Vlog. Hadi kufikia hapa tunahitimisha. Alamsiki.